Hakina kitu kinachowakera sana wafundi ujenzi kama kutokupata wateja katika kazi zao, na kukaa muda mrefu bila ya kupata kazi, na pia wateja miongoni mwao hawako wanasumbua sana kwenye swala zima la lese la kutoa hela kwa wakati na vitu vingine kama hivyo. Na of course labda mtu anaongea na mteja na bageni naye, lakini mwisho wa siku mtu anaingia mitini. Sasa ni kitu ambacho kinawakera sana, na miongoni mwao wateja wao mpaka wasubiria wapigie simu, watafute wateja wao wa zamani, watafute na vitu kama hivyo. Ni vitu ambavyo miongoni mwa mafundi wa ujenzi vinawakera sana na vinaumiza kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kama wewe ni fundi ujenzi na unapitia changamoto hii na ungependa kupata suluhisho la namna ya kuondokana na changamoto hii, basi naomba usikilize kwa makini sana katika video hii, kwa sababu nitaenda kukupa mwongozo wa hatua gani za kufuata ili kuweza kusolve changamoto hii. Je, wewe ni fundi ujenzi unatamani kuondokana na challenge za kukosa wateja katika project zako za ujenzi na kupata watu wanaeleweka katika kazi yako ya ujenzi, na watu kuwa na doubt na kila ambacho unafanya katika project zao, na uweze kufanya kazi kwa uhakika pasina ya kuwa na challenges zote zile, na uweze kuonekana na situation ya kukaa muda mrefu bila ya kupata kazi na kutegemea kuwasubiria wateja wako wa zamani kupigia simu kwa ajili ya kukupa kazi zingine, au wawape marafiki zao wakupigie simu kwa ajili ya wewe kuwafanyia kazi zao. Kama jibu ni ndio, basi video hii ni kwa ajili yako. So katika video hii ya leo nitaenda kuzungumzia hatua 3 za kufuata ili kuweza kupata wateja kama wewe ni fundi ujenzi. Jambo la kwanza kabisa, ili kama wewe ni fundi ujenzi unataka kupata wateja mtandaoni katika biashara yako, hakikisha unaanza kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupost kazi zako ambazo unazifanya ambazo zinahusika na masuala zima ya ujenzi. Lazima kwanza uwe na profile yako ya mtandao wote ambao audience ambao ni hadhira soko lako linapatikana, ili uweze kuanza kupost kazi zako ambao unazifanya kila siku kwa wahusika. Kwa hakikisha ile kazi zako ambao unazifanya ambao umefanya au usishazifanya, unazipost mtandaoni ili watu waone kile kitu ambacho unakifanya, kwa sababu miongoni mwao wanajua, lakini wanaona lakini haoni kama they say that is right for you, kwa sababu unapost sehemu ambao sio sahihi. Kwa lazima ujenge audience yako ambao utakuwa na post kazi zako ambao utawasaidia wahusika ambao na wahitaji wa kufanyia kazi zao waweze kukuona na waweze kuona miongoni mwa kazi ambazo zishawahi kuzifanya, kwa ajili ya kurahisishia wao kukupa labda uhakika wa wewe, waweze kupata uhakika kuwa wewe unaweza kuwasaidia kuwafanyia kazi zao kwa usahihi na kiungwana na kwa bei sahihi ambayo itaendana na mahitaji husika kulingana na makubaliano na vitu ambavyo mtakubaliana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hakikisha unawaelewa wahitaji ambao ndio wahusika au wateja wako. Lazima uelewe wahitaji wako, wahusika wako wanahitaji mahitaji gani katika swala zima ya huduma ambao unatoa. Let's say kama ni ujenzi wa aina gani ambao wanahitaji. Na pia lazima uelewe changamoto zao hasa ni zipi katika masuala zima ya ujenzi. Je, ni changamoto gani hasa ambazo wanazipitia na ni vitu gani hasa ambao wanaviogopa kutokana na changamoto ambao miongoni ambao ni baadhi yenu mnaofanyia wahusika kwa kujua au kutokujua, ambacho kinawafanya wao washindwe kuamini na kwa ajili ya kuwapa kazi zingine tena ambazo zitasababisha kuweza kufanya hivyo. Let's say kama ni bei hayaendani na thamani ya nyumba uliojenga, au hayaendani na vitu ambavyo umefanya. Kwa lazima wajaribu ku access vitu ambao wahusika ambao wana wasiwasi navyo,
na vinawakera kwa kiasi kikubwa, na jinsi gani unaweza uweze kusolve changamoto zao, kwa lazima uelewe. Unaona? Hilo ni jambo la pili, na jambo la tatu lazima uaddress, lazima uonyeshe unaelewa matatizo yao na namna ya kuweza kutatua changamoto zao. Kwa lazima umuelewe bana, mimi naelewa changamoto zako ni hizi, matatizo yako yanakera ni haya, na suluhisho la utatuzi matatizo yako ni haya, na ili kupata suluhisho la utatuzi wa changamoto yako utafanya 1 2 3, labda atakuongoza kufanya 1 2 3. Labda lesi kama ni mtu labda anaogopa labda kutapeliwa, maybe fundi, kwa sababu miongoni mwao wanakosa kweli. Na of course, na miongoni mwa changamoto kubwa ambao ishaonekana kwa baadhi ya mafundi wengi, ambao wengi sana wanakuwa na tamaa ya kazi, ya kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, kwa kuangalia maslahi binafsi pasipo kuangalia namna ya utekelezaji wa kazi ya mhusika. Kwa sababu unakuta mtu anafanya kazi, ashashika kazi zaidi ya 3 na zote anazifanya kwa kuangalia maslahi, huko anachukua hela na huko anachukua hela, lakini kazi haziendi kwa wahusika. Kwa hiyo kitu ambacho kinawakera sana wahusika, kazi zao zinakaa muda mrefu sana na hazitekelezeki kwa wakati kama jinsi walivyokubaliana, na mtu ashachukua hela. Kwa mtu kumchukua fundi wengine kuja kumfanyia kazi, kwa kunakuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo na miongoni mwa changamoto ambao wahusika wengi wahitaji wa huduma hiyo ambao wanakutana nayo. Kwa hiyo let's say kama wewe ndio fundi, hakikisha una address changamoto hizo, na huyu miongoni mwa watu ambao wana nenda tofauti kinyume na makubaliano katika kuhakikisha unaboresha huduma yako. Usiwe miongoni mwa wafundi ambao wengi ambao wanakuwa na tamaa ya kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja pasipo kuzimaliza zote kwa wakati, na kwa wahusika ambao wanasubiria kazi zao. Kisha ushajiposition na kuangalia matatizo ya wahusika, then baada ya hapo wafundishe namna ya kufundisha wahusika, namna ya kuchagua kazi nzuri, namna ya kutafuta wahusika wazuri kwa ajili ya kazi zao. Then baada ya hapo ndo unatoa offer ya namna ya kumfanyia mtu kazi yako ambayo utatoa na fundi kwa ubora zaidi na kwa usahihi, na kuepuka makosa ambayo miongoni mwa mafundi wanafanyia wahusika na kuogopa kuwapa kazi baadhi ya mafundi wao. Kwa hiyo then ukishafanya mambo haya matatu, then wahusika wataanza kuona wewe una tofauti na watu wengine. Kupost peke yake kwenye mitandaoni haitoshi. Naomba nikupe angalizo au nikupe onyo. Yaani kupost peke yake haitoshi. Kitu cha msingi na kikubwa zaidi ni kuelewa changamoto ya wahusika. Yaani wao wanakereketa nani? Kwa sababu kupost, watu wengi wanapost, lakini sasa kuelewa changamoto yao wahusika na kuja na suluhisho la namna ya changamoto yao, na kuwafundisha jinsi gani ya kuweza kusolve changamoto na kuja na suluhisho, iko ndio kitu cha msingi zaidi ambao wahusika wanahitaji. So make sure ukifanya hivyo, then wahusika wataanza kutafuta kwa ile kutaka wafanyia kazi, then hapo wataanza close the sale na utaanza kupata deals kuhusiana na kazi yako. So mambo kwa muhtasari, vitu ambavyo tumejifunza katika video hii kwa wafundi, kuelewa wazi soko lako, kuelewa soko lako na utangazia wao kuhusiana na namna ya kutatua changamoto yao na namna ya kuaddress changamoto zao. Na jambo la pili, kuangalia changamoto zao hasa ni zipi, jinsi gani unaweza kutatua changamoto zao, na kisha baada hapo unaweza na jambo la mwisho, namna ya kuaddress changamoto zao na kuja na solution na namna ya kutatua changamoto zao. Kama unataka kujifunza, kwa hiyo kama wewe ni fundi unataka kujifunza zaidi kuhusiana na jinsi ya kupata wateja mtandaoni, kisha kuandika comment yako hapa chini. Unataka kujifunza kitu gani hasa kupitia kazi yako mtandaoni. So drop your comment below. So comment yako hapa chini, then niambie changamoto gani hasa unakutana nayo kama wewe ni fundi wa ujenzi katika kazi zako. Then tutakuja kuangalia comment yako na tutakuja kuaddress katika video ijayo jinsi gani ya hatua gani za kufuata ili kutatua changamoto hiyo ambayo utakuwa nayo katika channel yako. So be yourself, do your best, believe in yourself.